Musangafu wange omulori muherwa okurere sipindi esi akusangare mwami usangara mwami ne sipindi siria siringara baria abemba chinyimbo chisinza mwami ndokuberesia omwami oluyari chulia rero ndino musangafu bungi okubana nde Bishop Lazarus Oyombe kuriano okudukungara mahuakai kudukendo lwae lokusinzo mwami lokuberesia omwami oluyari ambi umera nese Priska Chuki nyelawanda yori napiu Sangausi ambi Bishop, yes. Karibu. Asante. Sabaso wala walori mena kama. Nangua Askofu Lazarus Anjere Oyombe. Nimeoa, niko na mke mmoja na watoto watatu. David Oyombe, Maya Karen Oyombe, Juliet Oyombe. Nanga Kakamega County, Wisero South County, Eshirote Makuchi, Muliyalua, the late Arzula Longa. Mwana okuunga mabonda. And firstborn. Firstborn. Orio. Natalalia Cleopas Angere. Cleopas Angere. Angere. Okay. Ambi musi halo esiarero. Mundu hararu mureba kuchakiri ndokumanya Bishop Nvina. Bishop Lazarus Oyombe Nvina. Bishop Lazarus Oyombe ni omwimbi wezinyimbo za gospel. Handino omukambi ulindani kanisa ndende mukanisa kandi kama kariasi. Some pastors. So kando ninde eokuba omwimbi oli Bishop. Yeah. Ndo mukambi. Olu mukambi. Yes. Pastor mwa changuli. Halo lukendo lombe lulo wimbi. Kunko ule ubeo Bishop. Okwimba kuno wachakore. Kuli machai ama nsimtuwa se wachaka mweni kama Lazarus. Okwimba. Vile nilivyoanza kuimba. I think baba yangu alikuwa mwimbaji kitambo, lakini sasa hakuenda sana. Ikafika mahali wakati nilipokoka, kuna siku nilitamani sana, because kuna wakati kulikuwa na shida waimbaji kanisani. So wakati huo ndio nikaongea na baba yangu kiroho, kanishika mikono, kaniolea. Kutoka pale, kwa sababu ile tamanio hiyo neema na kutafuta Mungu, neema ikashuka. Na kutoka pale nikaanza uimbaji. Okay. Arano kwa kutoa wimbo wako, kwanza nitaanza na kuuliza uko na nyimbo ngapi? Nyimbo niko nazo kama 15 hivi. Zote video? Kuna zile nimetoa video, zingine ni audio. Niko kwa preparation ya kufanya ya kutoa video. Okay. Kwa hizi nyimbo ndio utoe nyimbo wewe huota ama kale maombi ama life experience? Unapokuwa wewe ni mtu unapenda Mungu. Na mtu ambaye unaomba. Na wakati wowote mradi una roho wa Mungu, wimbo hushuka. Hata tunaweza kuwa hapa wimbo ishuke. Ikishuka sihitaji kuenda kuandika. Nitaiombea, nitachukua time niombe kwa ajili ya hiyo wimbo. Niona wakati umefika kwenda kuitoa. Alafu naingia studio na record. Nikisha record kwa studio, na take time kujua ni wakati gani unafaa kwenda kuitoa kwa kufanya shooting. Okay. Yeah. So umesema wakati wowote bora uwe kwa uwepo wa Mungu. Bora niko kwa uwepo wa Mungu. So kwa hivyo nyimbo zako zinakuja once ukiwa kwa uwepo wa Mungu. Nyimbo zangu zinakuja wakati ambapo niko either kwa ibada, ama wakati ambapo niko mahali isolation, kwa maombi. Lazima wimbo ushuke. Ama nikiwa kwa ibada nikihudumu, nikihubiri, nifika wakati unasikia kuna wimbo limekuja. Sasa nyimbo zinakuja pale.
Wakati unahisi huu wimbo, utajuaje tune ambayo inaendana na wimbo? Sasa tune, mtu yule mwenye anacheza keyboard pale lazima ataconnect. So mimi nitatoa voice. Sasa ni yeye kule na keyboard ataconnect. Na iwapo ataenda makosa, nitamwambia amekosea. Kwa hivyo ataenda vile nitakavyotaka hiyo wimbo ikuwe played. So yeye ataweka zile beats ambazo zinahitajika. Na kuna unajua, na naweza relate kile unaongea wakati uko isolation peke yako, na unajua Holy Spirit anafanya kazi kwa njia ya kipekee kulingana na venye uko tayari kwake. Hapo wakati uko isolation na Holy Spirit, bado utarudi pale ukisikia wimbo waambie cheza keyboard acheze hivyo, ama utaenda pale na tune tayari? Unaona, wakati ambapo niko isolation, nikisha wimbo ikishashuka, niko na simu, nitarecord hiyo wimbo. Okay. Mimi mwenyewe. Nikishatoka nataka kuingia katika kuenda kuimba. Niko na wale vijana wacheza vyombo. Tutaenda pale, tutaitana, tufanye zoezi. Watafute hiyo tune. Wakishaitoa inaenda. Na kuna wakati ambapo hata nikiwa kwa ibada, ninapoendelea wakati wa kuhudumu, wimbo ikishuka, they just connect. Because hii haihitaji mambo mengi. Wakati Roho Mungu ako kwenye kazi, mambo inaenda sawa. Kuna ile connectivity. Okay. Yeah. Okay. So wimbo wako wa kwanza ulikuwa wimbo wa kwanza ni wa Milele Ndiwe Unatawala. Milele Wewe Ndiwe Unatawala. Kwa nini ukaita Milele Wewe Ndiwe Unatawala? Hiyo wimbo ni milele, inasema milele unatawala. 2013 ilikuwa Abuja, Nigeria. Nikiwa nimeenda kwa masomo. Nikiwa naelekea kumaliza masomo Bible School Abuja, Nigeria. Kuna watu wanaitwa watu wanakatakata watu kule. Boko Haram. Walikuwa katika pale Jos State. So watu walikuwa wanakatakatwa, na kuna kanisa ambayo nilikuwa nimehudumu pale, mahali panaitwa pale Kaduna. So watu walikuwa na pigwa sana. So Mungu aliponisaidia nikatoka pale. Nilipokuwa nimeshatoka, nikaambia Mungu, kweli wewe unatawala, maana kuna watu wamekufa na mimi umenisaidia, nimeshatoka. Kwa kweli Mungu anatawala, maana kwa kutoka kwa ile mikono haikuwa rahisi. Na hapo katikati nilipokuwa pia narudi Kenya, kukawa kuna outbreak ya Ebola. Nilikuwa screened 7 times kwa airport. Na ungepatikana uko na Ebola, maana ulikuwa na subject, ulikuwa unaachilia contact za watu ya kwenu na direction. Because ungepatikana na Ebola hiyo 2013 wakati unaporudi Kenya, au ungefika kwenu, watu kwenu wangepewa tu report ya kwamba fulani unamjua umepatikana na Ebola, na ni nani ambaye anaweza kubali kukutana mwili ya Ebola. Kwa hivyo ulikuwa unaishia hapo. So nilipokuwa nikikumbuka pale nilikotoka, na nikiangalia wakati nilipokuwa screened 7 times nikitaka kurudi Kenya, nikirudi nyumbani, nikapata ya kwamba Ebola sina kwa damu yangu. Na pia nimeona yale imefanyika pale Kaduna, pia naye hakuna kitu kimeonekana. Ikabidi Mungu akanipa neema. Hiyo wimbo nikaipata na uzito, maana nimeokolewa na Ebola na nimeokolewa kutokana na Boko Haram. So nikasema ya kwamba milele wewe Mungu unatawala. Maana nikikumbuka kuna mzee alikuwa mbele yangu, na kuna mwingine alikuwa hapa. Au ndio alifanya niweze kupimwa 7 times. Maana yule alipoingia kupimwa akapatikana na Ebola. Huyu mwingine, huyu mwenye alikuwa nyuma yangu, kupimwa akapatikana na Ebola. Mimi pale katikati sikukuwa nayo. So it was
very hectic. Hauwezi eleza kile kinafanyika. So ndio maana nikasema kwamba hiyo wimbo ikaingia ndani yangu, milele unafanya nini? Unatawala. Maana kuna vitu ambavyo havikai. Maana kama Ebola ingekupata kwa dakika hauko. So milele Mungu anatawala, maana amenisaidia kutoka pale na sasa nimepona. Sasa mbona nisimtukuze Mungu? Yeah. Okay. Orio mna mulolo muhewa kurugula malamane nde Bishop Lazarus Oyombe kurugula mananga lukendo luwae olowimba chinyimbo chilia echobusinzo mwami ala ndukuberesia omwami oluyale nikari wahengera makari uno wafungula senga ngarura yao ya Western Nyota TV esipindi ni musangaro mwami kurugula malamane nde Bishop Lazarus Oyombe okurula musiala mamumbeka ya Mombasa lakini nomulu yehurula Kakamega kuriano chirilisia lukendo lwenda hirende arube ko saikora si ulipo lweno milele Mungu natawala alafu nomula kuchakunya manyako mbwe ama abindi biyo kuyimbala ndo kuba Bishop ari kubirusi ari usehasilala urachari tawe kuendele Bishop kwa sababu no aruba ko chorus ya milele Mungu natawala. Milele yote ni wewe unatawala, milele yote ni wewe unatawala, milele mwana wa Mungu ni wewe unatawala, milele yote ni wewe unatawala, milele mwana wa Mungu ni wewe unatawala, milele yote ni wewe unatawala, vizazi na vizazi mwana wa Mungu ni wewe unatawala, milele yote ni wewe unatawala, miaka nenda rudi Jehova Rafa ni wewe unatawala, milele yote ni wewe unatawala, umeniwezesha Jehova Rafa ni wewe unatawala. Okay. Enyewe ulimbo ludira ebikesia Mungu amekutoa pale ambapo milele yenyewe atazidi kutawala. Amen. Alano Bishop o sirisi orie abundu okuimba alano kuba Bishop. Hiyo kuimba na kukua askofu sio kazi ngumu. Okay. Kwa sababu yote ni huduma. Unaona unapokuwa kama mimi most niko ndani sana kwa mambo ya prophetic ministry. Na unabii ambao kusawa kwa neno la Mungu. Ni lazima kukuwa na wimbo ya kuabudu. Na wakati ambapo kuna kuabudu hapo ndipo wakati ambapo ninaweza hudumia watu vizuri. Sasa ndio utapata ya kwamba kwangu ni rahisi kwa sababu hiyo neema na hiyo kipawa iko na mwito. Kwa hivyo si imbi tu, kuna mwito ndani yangu. Na hiyo mwito ndio inanisukuma, kwa hivyo inanipea rahisi. Na unaona hii mwito si ati ni kitu tu kiliokotwa barabarani. Kuna ile support ya Mungu, kuna ile backup ya Mungu. Kwa hivyo Mungu akiwa, hii mambo yote haikui magumu, inakuwa rahisi. So unapata ya kwamba kubalance kwa uimbaji, kubalance kwa familia na huduma sio kazi ngumu. Kwako si kazi ngumu. Kuna wale askofu ambao nitasema pia wanaimba, wako na familia. Na bado wako na kazi ya kuhubiri. Lakini kidogo moja la siwela bosirisia rindi. Harano ne ndabola ni formula sina yotumira usirisia bindu bidaru binajusi. So formula rahisi nosoma indakani. Muri yangu kwa uranga. Unombeshta shukranga. Ivolanga siku ya kwanza itakani volanga
pale mwanzo Mungu ilikuwa mtupu. Haikuwa na chochote. Maji ilikuwa juu ya uso wa nchi. Roho wa Mungu akatulia. Biblia inasema vizuri, siku ya kwanza kitu fulani kikafanyika. Siku ya pili kitu fulani kikafanyika, mpaka siku ya 7. Kwa hivyo Mungu mwenyewe ana program. Kwa hivyo kama Mungu ana program, ukitaka kwenda vizuri, ukuwe mwimbaji, ukuwe mhubiri, ni lazima ukuwe na ratiba ya kwamba wakati fulani kuna kitu fulani, na ukuwe na goal. Hii ndio nataka. Utapata ya kwamba kuna mng'ang'ano. Lakini ukikosa mpangilio, utafeli. Kosa mpangilio utafeli. Sasa ni mradi unahitaji ukuwe na mpangilio. Maana tunaona pale mwanzo hakukuwa sura. Maji ilikuwa juu ya uso wa nchi. Mungu akapangilia. Na iwapo una Mungu atakusaidia kupangilia. Kitu moja ningependa ukaelewe ni ya kwamba Roho wa Mungu anapoweka kitu ndani yako, aidha uimbaji, Roho wa Mungu hataingia studio. Kweli. Roho wa Mungu anapokupaka mafuta, Roho wa Mungu hataenda kuwekelea mkono kwa mgonjwa. Roho wa Mungu anapokupea neno la kwenda kuhudumu, yeye hata kuja aenda hudumu. Ni wewe utakaa chini, ujipangilie vile utakavyopata hao watu wa kukubali. Ni wewe utawezesha kukapcha mawazo yao. Na ukishindwa utakuwa ukibaki ukisema kwamba nilipewa neno, nilipewa wimbo, lakini kwa sababu haukujipangilia ndio unafeli. So kila kitu kinahitaji mpangilio. Hata wewe kukuja hapa sio umejipangilia. Ungekuja tu unasema nimeamka au umefika. So kila kitu kinahitaji mpangilio. Sasa ni bulai umundie pange. Noli ni nyumba, noli ni familia, shono ni familia wala bu Nyasaye umayeta. So lazima ujipange vizuri, uhakikishe familia iko sawa, uhakikishe huduma iko sawa. Kwa hivyo kusika kwenda mahali kumekufa na kumkine kunaishi, haiwezekani. Sawa Bishop, ufunye kuna chinyimbo. Ulimbo lolo kubiri. Ulimbo lolo kubiri ni uinuliwe wewe ni Mungu mweza yote. Kwani Bishop mahululuya? Hallelujah ndio, lakini ashiri video in the process. In few days from now. Sinyanga kama limikela ila bahiri tayari. Ibolanga mbu the hopelessly wekalire. The hopelessly wekalire. Wama na wewe ni audio. Audio ndani. Mwenye sio ndio akakureo. Usino langa the hopelessly wekalire. Ndatia huo akunubalanga nga Uganda. Uganda mbele honde some churches. Ulonda hapana sinchiranga unubalanga nga LBOC, Local Body of Christ. Africa yose. Ndasinjiranga Ministry of Africa yose. Ola ministry ni ya exposa ku mataifa kanji. The other countries. So kubira ku LBOC ndo tsanenyo la kumshika na Uganda. Uganda kuberende akunubalanga nga Bugiri kuberende area abantu babero balosi sana. So ndanenzire masika umukambi undi yali ni erwende abantu balanga nga bafumu awachali walikuwa wamekuwa pastor. So nilipokuwa na attend ile mazishi, nikasikia vile watu wanavyosema, pale wimbo ikaingia ndani yangu. Mungu akanisaidia tunga wimbo pale. Era hopelessly wekanire papa. Ulobera mbu abantu bali bafwa sana hiyo. Hapo chini watu walikuwa wamekufa sana kwa sababu ya uchawi. So ndio nikaimba wimbo nasema la hopelessly wekanire. Wachira matala kasikara mapunda. Wachira bahaya basikara barahuwa. Wachira abana basikare barahuwa. So opulosi nobi uchira opulosi buli mwitala. Amatala kalinda abantu bafogosi. So amatala kasikara mapunda.
So ndizane ndimbo limbo na holosi wekanire abundu woso ko lindo holosi ulanyola katakawa bantu basoma basoma chirira kubulawo ulanyola kubulawo so utonyola mbu umuntu yesi ni yasaina mchingula nanyola pesa kidogo valero mnduli bahero bahalo ko mnduli yakafua o maskini bujera mwitana sasa olanyola kuberende area sirinde bituke biki sana onyola kuberende community chinga note chinga na western chinga na Uganda olanyola umuntu yebika umuntu yole onyola mbu ati kuberende siso fulani ula bala hora fulani no ranga yani bishia so iyo letsi bindu balanga ngabyembolanga abantu bala okulosi bekanire abantu bala okulosi bekanire balone nyasaye olanyola matala kana chinguha western inaona Nyanza inaona Kisii inaona so ulahobulosi bekanire yoni history nda yawa very sadi chinyimbo che sanga sana ngoma nyire foundation chinyimbo chao mpaka welesia waha mama mukuchirira aro kwelo ulahobulosi bekanire ulahobulosi bekanire papa ulahobulosi bekanire ulahobulosi bekanire mama ulahobulosi bekanire ulahobulosi bekanire seye ulahobulosi bekanire wachira matala gasikara makunda ulahobulosi bekanire wachira abana basikara barahwa ulahobulosi bekanire wachira matala gasikara makunda ulahobulosi bekanire yesa holanga kuwesyo bulamu ulahobulosi bekanire ulahobulosi bekanire senje ulahobulosi bekanire ulahobulosi bekanire kuka ulahobulosi bekanire ulahobulosi bekanire khotsa ulahobulosi bekanire so heavy ho umuntu nara hobulosi ani abantu bala hobulosi olanyola abantu bala zero mulai olanyola abantu abana basoma balanyola ekasi yani kulabando bulafu mwitala kulabando bulafu mu community so abantu bala hobulosi kulabande ubutsiriri populai kulabande maendeleo mu community lakini obulosi kula abundu orlando abantu babona bakoloke sasa bakoloka sana habanoli mu Nyota TV kweli wanaelewa wanaelewa western bwana sio habanoli mu western town kabisa esanga obasau linda makata sikoko bihari mitala area wasamba matu ama mako siningana pengine ulizao ulio sasa esanga sio habanoli ngasa mata so abantu abanji olanyola mwana mundi asoma lakini yejira mbubeze chikali yejira mukumera ngobera mu yachama tawo ubendo ulosi yalo kuwa yakoralia manje nambo kuno hola oba oriano karoma dinyu kwa bila ramo pengine mlukendo lino madinyu sina kwa bila ramo no wakati rori katika hii safari haitakuwa rahisi hivyo kuna wakati ambapo tuseme mwaka jana nilishikwa na watu nikielekea kanisani kuimba kuomba saa 10 saa 11 hapo asubuhi. Mimi mtu tunapenda kuraukia maombi maana maombi ndio pila ya maisha yangu. Saa 11 nilikatakatwa na mikora mwezi wa pili mwaka jana. But ndio laombi kwa kulisawa mbele kulisawa nawe picha ibera no nilipokatakatwa nilikaa ICU 8 hours kama sijielewi, na daktari walikuwa wanasema ukiangalia hapa niko na alama hapa ndani. Daktari alisema kwamba ni kama nimekatwa na ni kama pale ndani pale kwa skull kuna crack. Nilikuja mpaka hapa Nairobi kuangaliwa na wale vijana wanasimamisha, wakasema boss simama. Nikasimama. Kauliza unaenda wapi? Kaambia naenda kanisani.
Nikauliza nyinyi akina nani? Kaniuliza wewe unatuuliza sisi ni akina nani? Nilipoambia naenda kanisani wakasema wewe ndio tunatafuta. Na wakainua mapanga. So katika hii maisha niko spiritually fit na pia physically niko fit. Ukinipata barabarani vibaya tutapambana. Na ukikuja vizuri inabidi uende defense. Uingie defense course. Ukikuja vizuri tutakaa. So nilipambana nao. So Mungu akanisaidia. Nilishika mmoja wao, niweza kumshika, ile mapanga ilikuwa inikate. Wakamkatakata. Nilipoona ameniisha nguvu, nikatupa, nikakamata mwingine. Wakamkatakata, nikamtupa, nikashika mwingine. So yule mwenye alifanya ndio nikuje nikatwe kichwa. Ni mzee mmoja ambaye nilikuwa najua. Maana alitoka pale mahali alipokuwa, nikafikiria anakuja kunisaidia. Kufika nikaona anarusha rungu. So nikaruka, nikaachilia ile nilikuwa nimeshika, nikakanyaga ukuta. Kurudi nikamkanyaga. So alipoanguka kutoka pale, aliingia kwa mfuko. Kuingia kwa mfuko alikuwa na chupa ndogo hivi. Nikaona amemimina kitu. So sikujua ni nini amemimina. So kidogo akaniweka pilipili kwa macho. Kuniweka pilipili kwa macho, hapo ndio wakaweza kunikata, ndio wakaweza kubeba wale walikuwa wameanguka. So kwa hii safari nimepitia mambo mengi. 2017 pia nayo nikiwa kwa nyumba nilikuwa nafanya huduma na Bishop Ratori pale Mombasa, kwa na hubiri pale kwake. Siku moja mwezi wa 6 mikoro waliingia kwa nyumba, walikuwa out. Alikuwa na pistol. So walikata dirisha wakaingia ndani. Na walipoingia yule mwenye alikuwa amebaki kule nje. Sasa unajua Mombasa ni mara zangu za kwanza. Sasa nikasikia nikiwa kule juu, nasikia tu milango inagongwa. So nikasema leo majini ya Mombasa leo imetembea. Nasikia tu leo nilikuwa kweli. So wakati huo nikatoka, maana nilikuwa nakaa juu. Kuna room Bishop alikuwa amenipa kule juu kabisa. Niliposhuka chini kuteremka pale chini, nikasikia watu wanaongea. Wasema ndio yule, mmalize. Nikauliza kwani kuna nini? So nilikuwa nimevaa kaptula. Niliposhuka nikaona mtu wako pale. Yule jamaa alikuwa kwa dirisha akasema si ndio huyo, piga yeye sasa. Nikapigia Bishop simu. Nikakimbia, kukimbia akasema mfuate juu. Nikamwambia hata usinifuate, ninarudi. Nikachukua simu, nikaja, nikaanza nikapigia Bishop. Bishop akapiga simu. Kuna watu ambao najua wachache walio katika serikali. Kuna mzee anaitwa Maranga, kuna watu walipigia simu. Na pia Bishop akapiga. In 5 minutes kulikuwa kuna Land Cruiser kama 5 zote zilikuja pale Shanzu. Na hapo katika harakati huyu jamaa alijaribu kukoko. Yule anamwambia piga risasi. Piga risasi. Anajaribu kukoko lakini hakuna kitu kinatoka. Pale kulikuwa hapo mahali nilikuwa nakaa ni pa mkubwa mmoja wa prison. Na panalindwa na prison au ndio walikuwa wanalinda pale. Lakini wale watu walipita. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Daudi. Nikamwambia Daudi, mtu ndio huyu hapa. Nikamwambia nirushie hiyo ili nirudishe mkono. Ili malizana nao. Akakataa, akatoroka. Maana kulingana na sheria au ruhusu kuachilia silaha kwa mtu mwingine. Maana hapo unafanya nini? Unafungwa. So baadaye ndio wakakuja wakatoka, kulikuja na OCS kutoka Bamburi. Wakasema kweli wewe una Mungu. Maana visa mingi kama hizi ambazo zimetokelezea. Kwa tunapata watu wamefanya nini? Wamekufa. Na imagine walikuwa wamebeba gunia. Hiyo gunia walikuwa na kamba na kulikuwa dawa. Ambapo hiyo dawa wangenimaliza singetoka damu. Nikateremshwa kwa gunia na mtupu. Kwa hivyo mlango ingebaki imefungwa, lakini mtu alifanya nini? Alikufa. So katika hii safari kuna challenges zimekuwa. Pale mahali niko na kanisa. Kuna wakati watu walikuja pale wakupingana na injili. Wakasema mara wanasema mimi ni Nigeria, mara mimi ni Mkongo. Mpaka wakaenda, watu wameenda mpaka kwetu. Wameenda mpaka kwa shule mahali nimesoma. Wakitafuta kama kweli nimechukuliwa vidole, ID ikachukuliwa, passport ikachukuliwa, kuangaliwa
mpaka unauliza kama kweli mimi ni mtoto wa Cleopas. I am my uncle ambaye anaitwa Joshua Njere, ambaye siku moja nilimpigia simu akamwambia, mzee, hapo inasemekana mimi si Mkenya. Niliponea kidogo, ningekuwa deported kama miguu na miguu. Nienda upelekwa wapi? Sasa sijui mahali nipelekwa. So ango akaeleza akasema, Lazarus is our son. Mimi ni ango yake. And in case kuna chochote, kujeni hapa. So kutoka pale wakaenda kwa shule wakatafuta ile utafiti walimefanya, ikapatikana mimi ni Mkenya. Maana kule walikuwa wanasema mimi ni Nigeria ama Mkongo. So hii safari imekuwa na mambo mengi. Kutoka pale kuna wakati nimekuwa na ibada pale kanisani mkesha. Nilipomaliza watu walikuja wakaingia, mimi nikatoka. Watu walikuja wakaingia wakapata wamama. Walikuwa mama kama 10 pamoja na mke wangu. Dawa ikapigwa, wakabeba masimu, wakabeba Biblia hizo tuliokota kule barabarani. Kwa hivyo kumekuwa na safari ambayo sio rahisi, ukiregarega hauwezi endelea. Kwa hivyo kazi ya Mungu hii mwito ndio itaweza kufanya nini? Kukusaidia kusonga mbele. Asante sana Bishop, na kwa muda wangu umeisha. Asante sana kwa imba haine widira sana. Kweli ono mwoko chililisia ogorori in the beginning bari mwanzo au machakisio prisimusi Aristide bya kesambwe after oneness kuri umdagani bola aparunga bari mubulala there the spirit move arano ngobero lamalima ndio ya mwanzo ni barasa aparunga ni bola kweli sindoni si bulala in one accord the spirit moves. Unambele ni kureba o manejori o kuimba bi over bishop parala ni familia haro bishop ndahire sambiri norambora kula bantu hakunyola makuwakao ko kumarisia si halo salero kumulori. Unaweza nipata katika YouTube Lazarus Oyombe. Ukiingia pale YouTube ukiingia pale YouTube utapata nyimbo zangu pale. Kuna wimbo wa Kiingereza inasema Holy Spirit come and take control. Iko nyimbo pale ya pili ya Holy Spirit kanire. Iko zingine za Kiswahili, iko paka mahubiri pale. Wewe ingia tu, subscribe, comment pale na Mungu atakubariki. Unaweza nipata Twitter Lazarus Oyombe, unaweza nipata kwa Facebook Lazarus Oyombe, unaweza nipata ukikuja Shanzu Mombasa niko pale na kanisa hapo Shanzu, Majaoni pale Matairini. Hapo ndipo tunafanya kazi ya Mungu na tunashukuru Mungu. Na pia unaweza nipata kwa nambari yangu ya simu, naweza kupea nambari yangu ya simu na hiyo pia ni ya WhatsApp 0724525960 0724525960. Unaweza piga hiyo simu kama una swali, nitaweza kujibu, na kama unahitaji maombi nitakuombea, kama ni ushauri nitakushauri, na kama wewe una mwito ya kuimba na unasikia kwamba una kipawa, nitakuofa nikutolee, ukuje nikupeleke studio utoe wimbo moja bure na nikulipie, ili na wewe mtukuze Mungu. Ukumbuke ile siku ambayo tumekuwa hapa na my sister Prisca katika Nyota Prisca Western Nyota. Kwa hivyo kama wewe una wimbo moja, unataka kutoa wimbo moja, tupigia Prisca hapa, mtafute, atakulink na mimi, tuorganize vile utaweza kutoa hiyo wimbo, itaenda ilipwe na utashukuru Mungu na utakumbuka Prisca, na naamini ya kwamba wewe hautawahi shindwa katika maisha katika jina la Yesu. Amen. Asante sana. Olio mno mlori muherwa ndalo malamanga ne Bishop Lazarus Oyombe mbawo muluchi baboranga kaburi mbakuno ho obedde kuchia kiwango indi mpaka umanye mbu kiwango yeko sude indi mpaka obedende okuberesania baboranga mbwe mulusungu there is power in giving. Harano ndalo malamanga ne Bishop Lazarus Oyombe nusunda mwisho haba ndamulanga handi kaburi kumende kuba nende mekesyo kano mubwa hapo iliyo banori
umedo kuba ndi mundu tunala kuorari ino nengire kwa nisibwe ilonde esipindi ni Musangara Omwami omulori muherwa ingangara ni Western Nyota TV kumera ni Cyprus Kachuki ni Maruza ni Mbola Mbwe Western Nyota TV evindu vichenjanga ano niyo